in these centers. Pige makofi kama unaelewa kitu Clap tunachoongea. if you understand. Ni maono ambayo ukiangalia kwa haraka unaweza kuona ni kitu kidogo sana, lakini Mungu anafanya mambo makubwa. There are visions that if you don't look at them carefully, you think that they are just small things, but they are great visions. Kwa hiyo unaona sasa kwamba kutakuwa na centers ndogo ndogo. So you can see now we'll have small centers. Structure ni kwamba kunakuwa na centers ndogo ndogo za mafundisho. In the structures that will have small centers where we'll have teachings. Lakini pia juu yake tunakuwa na center moja ya kitaifa katika kila nchi. But above it we'll have one center that will be above every other center in the nation. Hii ni Center of Teaching and Practice of Christocracy. So this is the center of teaching and practice of Christocracy. Yani ni kituo cha mafundisho na utendaji kazi wa Kristokrasia. Kwa unaweza kuelewa sasa tunapozungumzia madhehebu au dini ambazo tuko nazo katikati yetu. So you can see when we talk about religions or churches that we have in our midst. Ukizungumzia Kristokrasia unazungumzia ecclesia, unazungumzia the body of Christ. When you talk about Christocracy, you talk about ecclesia, mwili wa Kristo. Tunazungumzia mwili wa Kristo kwa maana kwamba muunganiko wa madhehebu na makanisa yote. We're talking about the body of Christ. That's the putting together of all the churches and denominations. Kwa hiyo tunaangalia kama taasisi ambazo ziko chini ya Kristokrasia Tanzania. We look at them as institutions under Christocracy in Tanzania. Niwape modo ya Tanzania ambayo ni modo ambayo itakuwa ni global model. Let me give you the model of Tanzania which will be the global model. Kwa hiyo tunazungumzia kwamba madhehebu yetu yanakuwa ni centers ndogo ndogo. So here we're saying that our denominations will be small centers. Na hizi small centers ndio zinazounda center moja kuu ya Kristokrasia katika kila nchi. And these small centers will be used to form the bigger center over every nation. Kwa hiyo unaweza kuelewa center kuu ya kila taifa ni center ambayo inajumlisha denomination na madhehebu mbalimbali. So you can see that this great center, which is above all the small centers, will have many denominations, various denominations. Kwa hiyo hii inakupa picha ya mwili wa Kristo. So this will give you a picture of the body of Christ. Na hii ndio kitu ambacho Mungu anatarajia kukiona katika nchi. So this is what God is intending to see in a nation. Hatarajii kuona tumegawanyika kwenye madhehebu kwenye box. He does not want to see us separated in denominations, in parts. Na kwa sababu tunakuwa tumekaa kwenye vibox ndio maana hatuna nguvu, ndio maana shetani anatupiga. And because we're in small groups, we have no power, and that's why the devil is attacking us. Kwa hiyo Kristokrasia sio dhehebu. So Christocracy is not a denomination. Kristokrasia ni mwili wa Kristo. Christocracy is the body of Christ. Kristokrasia ni ecclesia. Christocracy is ecclesia. Maana yake the body of Christ. Maana yake mwili wa Kristo. Kwa hiyo unaweza kuelewa muundo wa Kristokrasia ambavyo unakwenda. So you can see the model of Christocracy. Na jana nilisema, kwa hiyo tunazungumzia juu ya denomination yako, askofu, nabii, bishop au yote ambaye anaongoza dhehebu lake, yeye anakuwa ni managing director. So here we're saying that in your denomination, whether you are the bishop or the prophet or whatever, you in your denomination will be the managing director. Utakuwa ni managing director, piga makofi. You'll be the managing director, clap please. Na utakuwa na bodi ambayo ni wachungaji wako, wasaidizi, pamoja na watumishi wengine ambao wako katika kanisa lako. You will have board members which will be your assistant pastors and the other leaders in your church. Pamoja na wazee. Together with the church elders. Kwa hiyo una form a board of directors. So you have to form the body of directors. Na wewe mchungaji kiongozi unakuwa ndio managing director. And you, the senior pastor, will be the managing director. Piga makofi kama umeelewa huo muundo. Clap if you understand that model. Na kwa hiyo sasa hapo unaweza kuelewa kwamba sasa hiyo ni taasisi ambayo ni tayari kwa ajili ya actualization ya Kristokrasia. So there you can see an institution which is ready for actualization of Christocracy. Kwa hiyo tukizungumzia vikoba tunaelewa kwamba sasa hii taasisi ya vikoba itakuwa chini ya hizi center ndogo ambazo unazungumzia. So when we talk about vikoba or SACCOs, we talk about an institutions which will be under those institutions or boards that will be formed. Kwa hiyo ni lazima tuwafundishe wachungaji, maaskofu na manabii namna sasa ya kubadilika na kuwa wa Kristokrasia. So we must teach the pastors and bishops and prophets how to be Christocrats. Ili sasa kusimamia hizi taasisi ambazo wako nazo.
in order for them to supervise these institutions which they have. Kwa sababu yako mambo mengi ambao wanahitaji kuyafanya tofauti na vile walivyokuwa wakifanya huko awali. Because there are many things which they need to do differently from how they used to do them before. Wakikaa kwenye bodi wanazungumzia juu ya center ya kristokrasia, kwa maana kuachilia mafundisho kupata wakristokrasia wengine zaidi na zaidi. So when they have a board meeting, they'll be talking about how to start to teach Christocracy so that they may have more Christocrats. Lakini wakikaa kwenye bodi watakuwa wanazungumzia juu ya miradi ya kufanya kanisa lisiwe tena omba. When they sit in their board meetings, they'll be talking about starting projects which will make the church, which will stop the church from begging. Lakini wakikaa pia kwenye makanisa, kwenye vikao vyao vya bodi, watazungumzia masuala ya microfinance, vikoba na taasisi hizo ndogo za fedha. Now, when they sit in their board meetings, they'll be talking also about financial institutions and microfinance. Na sisi kama wataalamu tutawasaidia. And we as the experts will be helping them. Tuhakikisha kwamba wanakuwa. To make sure that they grow in that. Na wanasimama katika misingi ambayo inatakiwa. And they stand on the right foundations. Na ndipo tutakapoona sasa kanisa linabadilika kutoka hali ya umaskini na kushika nafasi yake sahihi. And that's when we'll see the church changing, coming from the poverty level and coming to where they were supposed to be. Kwa unaweza kupa roadmap na kupa ramani ya kristokrasia tulikotoka na tunakokwenda. So right now I've given you a roadmap from showing us where we have come from and where we are going. Kwa unaweza kuelewa sasa makanisa haya ambayo ni madhehebu madogo sasa yanakuwa na share katika benki ya kitaifa. So you can see now these churches will be having shares in the national bank. Na unaweza kuelewa pia katika level hiyo ya makanisa madogo wanapokuwa na mifuko yao ya fedha katika vikoba, wanaweza kupata support kutoka global banking. So you can see now these churches, when they have their own funds, they will be getting support from the global level. Kwa tumetengeneza structure, piga makofi kama unaelewa. Clap please if you understand. Tumetengeneza structure ambayo kutakuwa na global fund na global bank ambayo tayari ina operate sasa hivi. So we have formed a structure which shows a global bank which is operating right now. Katika global bank kuna subscribers au kuna members ambao wanatoka katika dunia nzima, nchi mbalimbali. In the global bank we have subscribers or members from different nations. Hawa ni shareholders wa global bank ya kristokrasia. These are the shareholders of the global bank of Christocracy. Kwa katika ule mfuko mkubwa utakuwa unaangalia katika kila nchi wanafanya vitu gani. So in that top fund, that fund of the global bank, they'll be overseeing all these other funds. Kwa hiyo kunapohitajika support, kutakuwa na support kutoka kwenye global bank, lakini ni lazima kwanza kwenye denomination, kwenye community bank, kwenye microfinance kuwe na contribution, na then contribution nyingine inatoka kwenye global bank. So whenever there is a need for support from the global bank, it can be received. But we must make sure that there is a contribution from these small banks, small institutions. Nikuibie tu siri moja, ni kwamba hiyo global bank tayari imeshaanza cooperate na moja ya nchi katika East Africa imeshapokea msaada au imepokea mkopo huo. Let me give you a secret. This global bank is already operating, and one of the nations in East Africa has already received funds. Kwa hiyo ninataka nikuchallenge. I want to challenge you now. Kama uko DRC, uko Kenya, uko Tanzania. If you're in DRC or Kenya or Tanzania, uelewe kwamba kristokrasia inamaanisha vitendo. For you to understand that Christocracy means action. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa, baada ya mafundisho haya tunatamani kuona hilo jeshi la viongozi ambao watapita kwenye hiyo shule. So for that we want to see the army which will pass through that teaching or those classes. Ili wapewe sasa seed capital. So they may be given the seed capital. Kwa hiyo seed capital maana yake ni kwamba una miradi, unachangia kiasi fulani na unapewa fedha zingine kuhakikisha kwamba mradi wako unafanikiwa. Seed capital means you have a project and you have a fund, and that means you'll be able also to receive, because you have funds, you'll be able to receive more funds or support. Lakini tunahitaji watu ambao wako committed. But we need people who are really committed. Katika kanisa tumepata changamoto sana kupata watu waaminifu. In the church we have found it very hard to find faithful people. Kwa hiyo tunahitaji watu ambao ni genuine, watu ambao ni waaminifu.
We need people who are genuine, people who are really faithful. Na tukiweza kuwapata hao ambao ni jeshi litakao kusimama sawa sawa na makusudi ya Mungu, then unaweza kuelewa kwamba actualization itaweza kutimia. When we get that kind of people, which will be an army, then you can understand that it will be easier for us to put what we learn into actualization. Nafikiri umenielewa vizuri. Piga makofi kama I umenielewa. believe you have understood me well. Clap if you understand. Unaamini katika maono hayo? Do you believe in that vision? Unataka kuwa sehemu ya maono hayo? Do you want to be a part of that Nyosha vision? mkono kama unataka kuwa sehemu ya maono hayo. Wave your hand if you want to be a part Nyosha of that mkono, nyosha vision. mkono. Tuone Wave kama your unataka kuwa sehemu ya safari If you hiyo. want to be a part of that vision, Amen. Jipigie makofi mwenyewe. clap for yourself, please. Amina. Amen. Kwa hiyo sasa nataka niongee kidogo kuhusiana na recap ya yale ambayo tulizungumza jana kwa wale ambao hawakuweza kuwepo jana ili waweze kwenda pamoja na sisi. I want to make a review of what we had learned yesterday for those who had come today and were not here yesterday. I'm trying to show the foundations of Christocracy. Kwa hiyo tunaweza kuelewa kwamba neno la Mungu ndio mafunuo makuu ambayo Mungu ametupa kujua jinsi kanisa linapaswa kuenenda hapa duniani. So we can understand that the word of God is the major revelations that shows us how the church is supposed to move in the earth. Kwa hiyo kwa kupitia neno la Mungu tunajua kwamba Mungu aliumba huu ulimwengu kwa makusudi. Through the word of God, we understand that God created this world for a purpose. Na makusudi ilikuwa ni kanisa liweze kuwa na power, kwa maana ya kwamba linamiliki na kutawala kumwakilisha Mungu katika ulimwengu huu. The purpose was that the church should have power to reign and rule over this earth. Na kwa hiyo ukisikia neno Christocracia, so when you hear the word Christocracy, najua utaulizwa maswali. Ukisema neno Christocracia, wengi watakuuliza maswali. Christocracia ni nini? I know you will be asked many questions. Many will ask you questions. What is Christocracy? Tunapozungumzia Christocracia tuna maneno mawili makuu. When we speak about Christocracy, we have two major words. Tunazungumzia Kristo. We have Christo, maana yake ni mpakwa mafuta. Which means the anointed one. Maana yake ni mpakwa mafuta. It means the anointed one. Na krasia, and krasia maana yake ni utawala. It means rulership. Maana yake ni governance or dominion. Kwa maana nyingine tunaweza kusema kwamba tunapozungumzia Christocracia sasa kwa neno kamili tunazungumzia Christ governance. So in other words, when we talk about Christocracy, we talk about utawala wa Kristo hapa duniani, here on earth, kwa kutumia kanisa, through the church. Kwa hiyo tunazungumzia ni mfumo. Now we are talking about a system. Christocracia ni mfumo. Christocracy is a system. Ni mfumo wa utawala wa kimungu. Is a system of ruling. Katika ulimwengu huu. Of godly ruling in this world. Kwa kupitia kanisa. Through the church. Leo hii nikikuuliza swali. Today, if I ask you a question. Je, kanisa katika ulimwengu huu ni kweli kwamba kanisa linatawala? Is it true that the church is reigning or ruling in this world? Nataka unijibu. I want you to answer me. Je, ni kweli kwamba kanisa linatawala? Is it true that the church is reigning? Kanisa lina nguvu ambayo Mungu amekusudia liwe nayo? Is the church having the power which God intended it to have? Nataka nikuulize swali. I want to ask you a question. Niambie kuhusu kanisa. Hali ya kanisa leo hii ikoje? Tell me about the condition of the church today. Kanisa ambalo Yesu Kristo alivyokuwa akifundisha. The church that when Jesus Christ was teaching, wanafunzi wale walipokuwa wanafikiria hawa watu hawana kitu chakula, tumewafundisha toka asubuhi mpaka jioni. Kanisa kama kanisa leo hii hatuna majibu ya kuwapa wale ambao tunawaongoza. If you remember the example in the Bible when Jesus was teaching, and then there were people had no food, and the disciples had to supply the food. But today, does the church have the answers for what the world is asking for? Tunaona Yesu anatoa majibu, anasema wapeni chakula. We see there in the example Jesus giving an answer saying, you give them food. Wakati wanafunzi wanafikiria, anawaambia wapeni chakula. When the disciples were thinking and wondering, Jesus said, give them food.
Na wakati wanafunzi hawana kitu cha kuwapa. While the disciples didn't have anything to give these people. Lakini tunaona mwisho wa siku Yesu akatoa solution, walipata chakula. But we see in the end Jesus gave a solution. Kwa kupitia vile vipande viwili vya samaki na mikate mitano. Through 2 small fish and 5 loaves of bread. Kwa hiyo kanisa la leo pia tuko katika changamoto hiyo. Sasa tatizo ni kwamba changamoto tulionayo ni kwamba hatuna majibu. So the church of today is passing through the same challenge. The problem is the church of today has no answer. Manake ni kwamba katikati ya kanisa letu tuna watu ambao wanafika kanisani wanashindwa hata na nauli ya kurudi nyumbani. This means that there are people in our churches who come to church and then they leave there without having any fare even to go back home. Sasa unaweza kuelewa kwamba kanisa hatuna majibu ya kuwasaidia watu ambao tunawaongoza. So you can see that as the church we have no answer that will help the people we are leading. Kwa hiyo unaelewa sasa kwamba Kristokrasia, mafundisho ya Kristokrasia yanatufungua mawazo na ufahamu wetu. So you can understand that the teachings of Christocracy are opening up our minds to understand. Kwanza kutambua nafasi ya kanisa katika ulimwengu huu. First of all, to know the position of the church in this world. Kuelewa mpango wa Mungu, makusudi ya Mungu ya kuliweka kanisa duniani ni nini. To understand the plan or the purpose of God of putting the church in the world. Na baada ya kutambua nafasi ya kanisa katika ulimwengu huu. After knowing the position of the church in this world, ndipo unaweza kuchukua hatua sahihi. That's when you can take the right step. Na kwa hiyo unaweza kuelewa mafundisho ya Kristokrasia yanajengwa katika misingi ya kufungua mawazo na jinsi ambavyo tunataka tubadilishe nia zetu. So you can see that the teachings of Christocracy are taught for the main reason of opening up our minds and helping us to understand. Unaweza kusoma kitabu cha Rumi mlango wa 12 mstari ule wa 2. You can read the book of Romans chapter 12 verse 2. Pale nitasoma kidogo maneno ambayo yanasema let your minds be renewed. I will read briefly the words which says na nia yako ibadilishwe ifanywe upya. Yep. Nia kwa maana ya mawazo yetu. Kuna shida ya translation hapa. Thoughts meaning our thinking. Kwa hiyo tunapozungumzia ku renew our minds, tunazungumzia kubadilisha fikra zetu, mitazamo yetu. When we talk about renewing our minds, kufanywa upya nia zetu, we mean of giving us a new concept or mindsets. Kuelewa namna ambavyo Mungu anataka kuliona kanisa katika ulimwengu wa sasa. That will help us to understand how God wants to see the church in this world. Kwa hiyo unaweza kuona sasa hapa ni mahali ambapo inabidi ususpend au uweke pembeni elimu yako yote ambayo umeipata miaka yote iliyopita. So you can see here you have to suspend all the education that you have received before. Tunajua tumekuwa kanisa limepita katika mafundisho magumu. We know that the church has passed through difficult teachings. Kwa nini tuko hapa katika Revelation ya Kristokrasia? Ni kwa sababu kanisa limepita katika mafundisho ambayo yameleta shida katika kanisa. Why are we learning about Christocracy? It's because the church has passed through difficult teachings which have brought problems in the church. Wewe na mimi unaweza kuelewa where we are coming from. Tumetoka wapi? You and I can understand where we are coming from. Kwa hiyo tunazungumzia mafundisho ambayo yanaonyesha kwamba Mkristo au mtu aliyeokoka anayemwamini Yesu Kristo kuwa na mali ni kitu ambacho sio sawa. We're talking about the teaching. We say a Christian or a born again Christian should not have treasures, should not have riches. Kwa hiyo unaweza kuelewa kwa nini nasema kwamba hapa ni mahali ambapo inabidi uweke pembeni, ususpend your theological knowledge of the past. That's now you can understand why I'm saying here you must suspend or put aside your theological knowledge. Kwa sababu leo hii utawezaje kutawala ulimwengu? Utawezaje kukaa kwenye nafasi ya Mungu kama huna resources? Because today how can you rule? How can you stand in your position if you don't have any resources? Fikiria tu wewe ni king, wewe ni mfalme, wewe ni kiongozi. Just imagine you are a king, you are a ruler, you are a leader. Alafu huna rasilimali yoyote. And you have no resources. Unawezaje kuwa king? Unawezaje kuwa mtawala? How can you be a king? How can you be a ruler? Hata watu ambao unaongoza watakuuliza maswali magumu, unatawala kitu gani? Even the people you are leading can ask you difficult questions. What are you ruling? Ni lazima kanisa lijue kwamba Mungu ameachilia rasilimali.
The church must understand that God has released resources, ili tuweze kuzitumia kwa ajili ya kujenga ufalme wake. so we can use them to build his kingdom. Huo ndio msingi wa kristokrasia. That is the foundations of Christocracy. Kutambua kwanza nafasi ya kanisa, To understand the position of the church, kwamba Mungu ameliweka kwa ajili ya kumiliki, kutawala, that God has put it here for reigning and having dominion. lakini Mungu hajaliweka kanisa bila kulipa rasilimali. But God did not put the church without giving it resources. Kwa hiyo Mungu ameachilia rasilimali katikati yetu kama kanisa. So God has released resources in our midst as the church. Lakini shida ni kwamba shetani amepitisha mafundisho ambayo ametutoa kanisa kwenye nafasi yake. And the problem is that the devil has brought teachings which has removed the church from its position. Kwa hiyo tunaweza tukaelewa kwamba katika hii dunia kuna rasilimali nyingi ambazo Mungu ameziweka toka kuumba kwa ulimwengu. So we may understand that in this world there are many resources that God has put in the world from the creation. Ukisoma Mwanzo mlango ule wa kwanza mstari wa 28, When you read Genesis chapter 1 verse 28, unaweza kuelewa kuna mambo manne muhimu sana ambayo Mungu ameachilia kwa kanisa kuyatekeleza. you can understand there are 4 major things that the Lord has released for the church to accomplish. Lakini jambo la kwanza, maandiko yanasema be fruitful. The first thing is ni kuzaa. Ni lazima kanisa liweze kuzaa. Kuzaa maana yake ni kuongezeka. The church must be fruitful. Fruitful means multiplication. Lakini Mungu alipoachilia neno hilo hakusema bila kutupa rasilimali za kutufanya tuweze kuzaa. When God spoke that word, he did not just merely say it without giving us the resources that will enable us to bear fruit. Kwa hiyo unaweza kuelewa kwamba ili kuzaa ni lazima ulime. So you can understand, in order for you to bear fruit or to have fruit, you must cultivate. Na ukilima ni lazima upande. And if you cultivate, you must plant seeds. Na ukipanda lazima upalilie. And if you plant seed, you must weed Na or remove the weeds. Na ukipalilia ujue kwamba utapata mavuno. And if you weed, know that you must have a harvest. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni lazima tutambue kwamba tunapaswa kuwa fruitful, lazima tuzae matunda. The first step you must understand is that we have to be fruitful. Lakini jambo la pili ambalo Mungu ameliachilia katika kanisa, The second thing that the Lord has spoken for the church, lazima kanisa liweze kumultiply, the church must increase kuzidisha. or kuzidishwa, multiply. Kumbuka kwamba unazidisha ni kwa sababu tayari umeshazalisha. Remember that you can multiply, you can multiply because already you have fruits. Kwa hiyo Mungu alivyoachilia haya maneno alikuwa na makusudi maalum. So when God spoke this word, he had a special purpose. Huwezi kumultiply kama hujazalisha. You cannot multiply if you have no seed. Kwa hiyo ni lazima ulime, uzalishe, alafu umultiply. So you have to cultivate and bear fruit and then multiply. Kumultiply maana yake ni kwamba kuongeza, kuzidisha. When we talk about multiplication, we're talking about an increase. Kwa hiyo neno la tatu ambalo Mungu ameliachilia katika ile Mwanzo 1 mstari wa 28, haya ni maelekezo ambayo Adamu alipewa, linazungumzia juu ya kureplenish the earth. Now, the third thing that the Lord has spoken when he was talking to Adam is replenishing the earth. Now, kureplenish maana yake ni kwamba unarudisha mahali pale ambapo palikuwa pameharibika. Replenish means restoring the place that restoring back what has been destroyed. Unaweza kuelewa kwamba katika dunia sasa hivi tunakumbwa na majanga mengi. You can understand that in the world today there are many havocs. Na majanga haya yanatokana na jinsi ambavyo tumeishi huko nyuma bila kuwa na roho ile ya kureplenish. And these havocs are coming because of how we used to live without having the resources to replenish. Tunaelewa jinsi ambavyo binadamu ameharibu mazingira. We know how the human beings have destroyed the environment. Nilete tu kwenye kanisa lako, kwenye eneo lako, angalia mazingira ya kanisa lako, eneo ambalo unamwabudu Mungu. Just go back to think about the area of your church. See how things have been destroyed, the environment. Rudi fikiria kuhusu bustani ya Edeni ilikuwaje. And then go back and think about the Garden of Eden, how it was. Kwa hiyo Mungu anatufundisha kurejesha uumbaji wa Mungu katika mazingira tunayoishi. So God is teaching us to restore, to bring back the creation of God in our environment. Na kwa namna hiyo tunaweza tukaaddress changamoto ya uharibifu wa mazingira
ambao matokeo yake ni majanga tunayopata siku hizi. And through that we'll be able to speak about the destruction of our environments that we have today. Lakini jambo la 4 na muhimu pia, The fourth thing, which is very important also, ni kusubdue the earth. ni kutiisha nchi. Unaweza kuelewa kwamba haya mambo yote ambayo tumezungumza kule juu ni lazima uweze kusubdue nguvu za giza ili uweze kumiliki na kutawala. You can understand that all the above things that we have talked about can't be done without subduing and ruling. Kwa hiyo unaweza kuelewa kristokrasia, misingi ya mafundisho yake ni lazima pia tuweze kusubdue nguvu za yule mwovu shetani ambazo zinazuia kanisa kumiliki na kutawala. So you can understand the foundations of Christocracy is that we must have power to subdue the power of the enemy which is stopping us from ruling and having dominion. Kwa njia hiyo tunaweza kuweza sasa kumiliki rasilimali ambazo Mungu ameziachilia katikati yetu. Through that we'll be able to contain or to take over the resources that God has given us. Kwa hiyo ukisoma yale maandiko utaona kabisa kwamba Mungu amezungumzia kwamba let them have dominion over fish of the sea, over the fowls of the air, over the cattle, over the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Unaweza ukasoma yale maandiko ukaona Mungu amesema wakatawale samaki wa baharini, wanyama wa nchi kavu, wanyama watambaao, ndege wa angani na kadhalika. Hilo ndio lilikuwa kusudi la Mungu kwa kanisa. That was the purpose of God for the church. Kwa hiyo katika kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu, Mungu alikusudia ya kwamba kanisa lisimame katika nafasi yake. From the creation of the wa Mungu aliyoweka toka kuumbwa kwa ulimwengu. So the work of the church is restoring the plan of God that God had planned from the foundations of the world. Na mpango wa Mungu ni kwamba kanisa lazima liwe linatawala na kumiliki kwa nafasi ya Mungu katika ulimwengu ambao tunauishi. And the plan of God is that the church must be ruling and having dominion on behalf of God in the world that we are living. Kwa sababu Yesu Kristo alisema mwenyewe kwamba Mungu alimtuma ili kuhakikisha kwamba ana reestablish the will of God. Jesus Christ himself said that God had sent him to reestablish what was lost. Yes, kwa hiyo tunapozungumzia kureestablish God's will, unaweza kuelewa kwamba Yesu Kristo alikuwa anazungumzia makusudi ya kanisa kusimama katika nafasi yake. When we talk about reestablishing God's will, we talk about reestablishing the purposes of God on this earth. Na leo hii ukisoma Warumi 8 mstari ule wa 19, and today when you read Romans chapter 8 verse 19, nitakusomea maneno machache pale. I'll read for you a few words. Unaweza kuelewa kwamba the creation groans and waits for the full realization of this particular mandate. Unaweza ukaona pale uumbaji unaugua ukisubiri udhihirisho wa kusudi la Mungu. So the whole world, dunia nzima, so the whole world inasubiri, is waiting kuona kanisa to see the church ikitimiza realization, fulfilling or realizing mandate, the mandate ambayo Mungu alikuwa ameachilia kwa kanisa, that God had given to the church. Kwa hiyo unaweza ukaelewa msingi wa mafundisho ya kristokrasia wakati dunia inasubiria sisi tuweze kuchukua nafasi yetu. So you can understand now the foundations of the teaching of Christocracy, that the world is waiting for us to stand on our position. Lakini sisi kama kanisa hatujajitambua bado nafasi yetu. But we as the church are still dumbfounded. We have not understood ourselves. Angalia kanisa linafanya kitu gani sasa? Wakati dunia inasubiri kuona utimilifu wa mandate ya kanisa duniani, lakini kanisa limeingia katika migogoro. See what the church is doing now. While the world is waiting for the fulfillment of the mandate of God in the world, the church is having conflicts. Kwa hiyo tunagombana sisi kwa sisi. So we are fighting amongst ourselves. Lakini katikati yetu kuna watu wahitaji. But in our midst we have needy people. Hatuwezi kuwapa mahitaji yao. We cannot provide for their needs. Tunataka madaraka, tunataka vyeo. We just want positions. Tunaweka ukabila, tunaweka udini, tunaweka mambo mengi ambayo hampendezi Mungu. We put in tribalism and religiousness and many things which do not please God. Sasa kristokrasia, now Christocracy, maana yake ni kwamba tunahitaji to restore God's plan. Means that we have to restore the plan of God. Kusudi lile ambalo Mungu ameliweka kanisa
sisi kama wanakristokrasia ni nafasi yetu kuhakikisha kwamba tunalitimiza. The purpose that God has put for us as Christocrats is making sure that we are restored into the position that God had set for us. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama kanisa tunatakiwa tuweze kuungana kama mwili wa Kristo. It means that as the church we must join together as the body of Christ. Na kureestablish na kufulfill mandate ambayo Mungu alikuwa ametupa toka kuwekwa kwa misingi ya dunia. To reestablish au kurejesha the purpose that God had put before the creation of the foundations of the world. Ili tuweze kuregain dominion, utawala. So that in order for us to regain dominion and rulership or reign, ni lazima tuweze tumtiishe ibilisi. We have to subdue the devil. Piga makofi kama unanielewa. Clap if you understand. Kwa hiyo kanisa linapaswa kufanya nini sasa? So what is the church supposed to do? Kwa hiyo tumeona kabisa kwamba ili kanisa liweze kurudi katika nafasi yake, hatua ya kwanza ni kupokea mafunuo haya ya kristokrasia. So we have seen, in order for the church to return to its position, is first of all to receive the revelation of Christocracy. Yani baada ya maneno haya, kama wewe upo hapa ndani na huoni shida katika kanisa, basi kuna tatizo. If after all these words and you are in this hall and you see all these things happening and you find no problem in the church, then there is a problem in you. Kwa sababu hatua kwanza baada ya mafundisho hayo lazima usikie moto ndani ya moyo wako. The first thing after this teaching, you must feel your heart being fired up. Na ndio kitu ambacho unaweza kuelewa kamati hii ya maandalizi na timu nzima ya kristokrasia Tanzania, East Africa na globally wameguswa, wamepata uchungu kuona kwamba kuna kitu ni lazima kifanyike katika kanisa duniani. That's why you can see the preparation committee and all the Christocrats in East Africa and all over, why they try to put together something like this. Unaweza kujiuliza kitu gani kinawasukuma hawa watu kufanya mambo haya yote? You can ask yourself, what is pushing, what is behind these people doing all these things they are doing? Kwa unaweza kuelewa kwamba ni nguvu ile ya mafunuo ya kristokrasia ambayo inafanya kazi ndani ya kila anayepokea mafunuo haya. You can understand it's the power of the revelation of Christocracy that is working inside every one of them. Na ndio maana nilivyowauliza nani ambaye anaenda kutembea pamoja na vision ya kristokrasia, wote hapa mlinyosha mikono. That's why when I ask who can walk or move with the vision of Christocracy, every one of you raised their hands. Kwa unapata picha kwamba na nyinyi pia mmeguswa na neno hili. So I get a picture that you also have been touched by this word. Kama ndivyo basi nataka unyoshe tena mkono kwa mara nyingine tena. If that is true, raise your hand again. Piga makofi, mshangilie Mungu. Clap for the Lord. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba jinsi ambavyo mafunuo haya yamekuja, hata sasa tunaona kwamba tumechelewa. You can understand now, even at the time that this revelation has come, we feel that we are late. Kwa hiyo tunahitaji sasa kusimama kama kanisa. So we need now to stand as a church na kuchukua nafasi yetu, our rightful place, and take our rightful position, na kucommand na kuhave dominion, and to command and have dominion, na kuweza kutawala kwa jinsi ambavyo Mungu amekusudia, and rule according to what God has purposed. Na katika kurule ni lazima to create wealth. And in ruling we must create wealth. Kwa sababu bila kuwa na wealth hatuwezi kurule. Maana pasipokuwa na utajiri we cannot go back. Lakini utajiri kwa ajili ya nini? But wealth for what? Na hicho ndio kitu cha msingi sana. Watu wengine wanahubiri na wanakufundisha habari ya injili ya utajirisho. And that is the basic, the most important thing. People are teaching you about a prosperity gospel. Lakini kristokrasia sio prosperity gospel. But Christocracy is not a prosperity gospel. Nitakwambia mambo magumu kidogo kwa sababu kristokrasia sio prosperity gospel. I'll tell you difficult things. Christocracy is not prosperity gospel. Purpose ya kristokrasia ni create wealth for the kingdom of God. Kusudi la Christocracy ni kutengeneza utajiri kwa ajili ya ufalme wa Mungu. The key purpose ni utajiri kwa ajili ya ufalme wa Mungu. The key purpose is the wealth for the kingdom of God. To advance kingdom of God. So that the kingdom of God may advance. Kutengeleza maelekezo au mandate ambayo Mungu amelipa kanisa. To fulfill the mandate that God has given to the church. Kwa
Kwa kufanya hivyo tutakuwa tunatimiza makusudi ya Mungu ya kuleka kanisa duniani. Because by doing that we'll be fulfilling the purpose of God for bringing the church in the world. Kwa hiyo misingi ya utajiri au ya kupata fedha katika kristokrasia iko katika kupata fedha kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu peke yake. So the foundations of wealth in Christocracy is getting wealth for the kingdom of God. Amen. Piga makofi kama umeelewa. Clap if you understand. Na hiyo ndio tofauti kubwa kati ya injili ya utajirisho na kristokrasia. That's the major difference between prosperity gospel and Christocracy. Kwa sababu tujui prosperity gospel inakuwa for what, lakini tunachojua kristokrasia unapopata fedha ni kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu peke yake. Because we don't understand what's the aim of prosperity gospel, but we know in Christocracy is getting wealth for building the kingdom of God. Kwa hiyo unaweza kupiga makofi kama umeelewa. So you can clap if you understand. Na unaweza ukarudi ukasoma katika Mwanzo mlango wa 12 mstari ule wa 2. You can go back and read Genesis chapter 12 verse 2. Unaweza kuelewa agano ambalo Mungu aliliweka na Abraham. You can see the covenant that God set up between him and Abraham. Na aliweka agano la kumbariki Abraham. He put a covenant of blessing Abraham. Ili aweze kutimiza makusudi ya Mungu duniani. So he may fulfill the purpose of God in the earth. Kwa hiyo na sisi pia mandate tulionayo. We have a mandate. Ambayo Mungu ametupa kama kanisa. Which God has given us as the church. Ni kutumia rasilimali ambazo Mungu ameziachilia katikati yetu. Is to use the resources that God has released amongst us. Ili kuweza kujenga ufalme wa Mungu. In order to build the kingdom of God. Na katika ku create wealth. And in creating wealth, kuna maeneo mbalimbali ambayo Mungu anatuelekeza kuweza kuzalisha utajiri. There are various areas where God is directing us to create wealth. Moja wapo ni eneo la kilimo na chakula. One of those areas is cultivation of food production. Lakini pia upande wa real estate. But also in real estate. Lakini pia kwenye upande wa education. But also in education. Tunahitaji kuwa na vyuo na shule ambazo zitawafundisha kuanzia watoto wadogo kuhusu mafundisho haya ya kristokrasia. We need to have schools and colleges and universities where we'll teach people since they are children, small children, about Christocracy. Kama wana wa ufalme, as the children of the kingdom, ni jambo la ajabu sana kama tutakuwa tunaenda vitani. It will be an amazing thing if we go into war. Not amazing as such, ni sio kitu cha kushangaza. It's a surprising thing. Kama tutakuwa tunaenda vitani, if we can go into war, alafu tunachukua jeshi letu ambalo tunatakiwa tuende nalo kule vitani, and we take the army that we are supposed to go with it into the war, alafu unampelekea adui akufundishie askari wako, and then you take your soldiers to the enemy to train them for you, alafu anarudi unasema unaingia kwenye battlefield, and then when they come back you say now we are going into the battlefield. Unaweza kujua matokeo ya hiyo vita, majibu yake unayo. You can see the results of that war. You have the answers. Kwa tunapozungumzia education system, when we talk about the education system, kristokrasia tunatakiwa tuwe na vituo vyetu kuanzia kufundisha watoto wadogo, early childhood. Christocracy has to have centers of teaching children from the early childhood. Kuwajulisha kwamba toka wakiwa wadogo kwamba wao ni watawala. To let them know since they are children, small children, infants, that they are rulers. Wajue kwamba Mungu ameachilia rasilimali mikononi mwao. That they may know that God has given them resources. Wazitumie vizuri kuzalisha mali. So that they may use them well to create wealth. Ili waweze kujenga ufalme wa Mungu. So that they may build the kingdom of God. Kwa hiyo tunataka wana kristokrasia waanzishe shule za watoto wadogo. So we need the Christocrats to start schools for small children, infants. Shule za msingi, the primary schools, shule za sekondari, secondary schools, hadi chuo kikuu, up to university level, ambapo tutapata nafasi ya kufundisha mafundisho ya kristokrasia. Where we'll have a chance of teaching the teachings of Christocracy. Tungekuwa na mafundisho ya kristokrasia toka awali, if we had these teachings of Christocracy tusingekuwa na watu wetu ambao wanafunzi wetu, watoto wetu wanaomaliza chuo kikuu,
We will not have our children, our students who are finishing university, na wanachapa lapa kwenda kutafuta vibarua kwenye ofisi za watu. and they are walking all over to people's offices to find jobs. Hiyo sio mpango wa Mungu. That's not the plan of God. Na hiyo haiwezi kubadilishwa kama hatujaingiza mafundisho ya Kristokrasia. And that cannot be changed if we do not introduce the teachings of Christocracy. Kwa hiyo tutafundisha Kristokrasia kuanzia watoto wadogo. So we teach Christocracy to infants. Kwa hiyo mpaka anatoka chuo kikuu. From early childhood up to university. Akimaliza chuo kikuu hawezi kuchapa lapa kwenda kutafuta kazi. When they finish university, they will not be walking around looking for jobs. Tunataka yeye ndo create kazi. We want him to create jobs. Tunataka awe na ujuzi wa kuelewa ya kwamba Mungu ameachilia rasilimali ili aweze kuzalisha kazi. We want them to have the knowledge to understand that God has given them resources to create jobs. Na yeye ndio jawabu, yeye hatakiwi yeye kuwa tatizo. In that he is the answer and he is not supposed to be the problem. Piga makofi kama umeelewa. Clap if you understand. Najua naongea vitu ambavyo ni vizito sana. Kama vichukua kirahisi unaweza usielewe. I know I'm talking about difficult things. If you take them lightly, you might not understand them. Lakini katika ulimwengu wa roho ndicho kitu ambacho Mungu anataka kanisa lifanye. In the spirit world now, this is what God wants the church to do. Hiyo ndio maana yake kuwa kanisa kuwa jawabu la matatizo tuliyonayo. That is the meaning of the church being the answer to the problems we have. Kwa hiyo nimekupa eneo moja tu hilo la upande wa elimu, lakini ukija kwenye kilimo kwa mfano. So I've shown you only one area of education. If you come to agriculture, Mungu ameachilia hali ya hewa nzuri, tuna udongo mzuri, wote tusizungumzie Tanzania peke yake. God has given us good weather, he has given us good soil, Wote and not only in Tanzania. Tukizungumzia East Africa, Mungu ametubariki katika mambo mengi sana. If we talk about the whole East Africa, God has blessed us in many areas. Hakuna sababu ya Mkristokrasia yoyote kuwa maskini katika East Africa. There's no reason for any Christocrat to be poor in East Africa. Kwa sababu Mungu ametupa hekima na maarifa. Because God has given us wisdom and knowledge. Lakini ametupa pia hizi rasilimali ambazo tunaziona. But also has given us the resources that we see. Kuanzia ardhi, maji, elimu, vitu vingi. From land, water, education, many things. Hata network. Even the network. Hata network, kufahamiana na watu ni mtaji, ni resource. Getting to meet new people is a resource. Unaweza ukapata mpenyo kwa upande wa network tu. You can penetrate just by having meeting new people. Kwa hiyo unaweza kuona sasa kwamba makusudi ya Mungu ni kwamba tuchukue hizi rasilimali tuweze kuzalisha utajiri. Now you can see the purpose of God is for us to use these resources to create wealth. Haya, nikija kwenye upande wa afya. When I come to the area of health, tunataka wanakristokrasia waanzishe hospitali na dispensaries. We need the Christocrats to start to begin or to hospitals and dispensaries. Kuna maeneo mengi ambayo hayana huduma za afya. There are many areas we do not have any health facilities. Lakini kanisa, je, tumekuwa majawabu? But as the church, have we become the answer? Jibu ni kwamba hatujaweza kuwa majawabu. The answer is no. We have not become the answer. Kwa hiyo kristokrasia tunatakiwa tuwe jawabu la shida ya afya ya jumuiya ambayo inatuzunguka. So as Christocrats, we must be the answer to the people that are surrounding us. Kwa hiyo tunapozungumzia ku renew our mindset. So tunapozungumzia kufanywa upya nia zetu, ni kuangalia maeneo haya yote ambayo yana fursa ya sisi kama wanakristokrasia kuwa jawabu la ulimwengu ambao tunaishi. Is looking at all these areas as an opportunity for us Christocrats to become answers for the people that are surrounding us. Lakini nimezungumzia eneo la banking and finance. Also I've talked about banking and finance. Unaweza kuelewa kwamba hiyo pia ni sehemu muhimu sasa ya kuweza kutoa fedha kufadhili hii miradi ambayo tunaitarajia kuifanya. So you can see that's an important area where we get money to be able to support all these other areas. Kwa hiyo unaweza kuelewa maana ya kristokrasia. Nimetoa overview ya kristokrasia na nitaruhusu kwa dakika kama 5 maswali kama kuna mtu ana maswali. Now you can understand about Christocracy. I've given an overview, so I give you about 5 minutes for questions. Kwa leo hatujaandaa karatasi, lakini kesho tutaandaa karatasi. Kwa wale ambao wataweza kuuliza maswali, tutawaruhusu kuandika maswali, kwa sababu kristokrasia ni mafundisho ambayo yanahitaji kuelewa. Today we have not prepared pieces of papers where one will write their question, because Christocracy is a teaching which requires one to understand. Ndio maana tunatoa nafasi ya question and answers.
That's why we give an opportunity for questions and answers. Maswali na majibu. Kwa hiyo kwa dakika 5 nitaruhusu, kwa sababu muda umeenda. Dakika 5 kama kuna yote ambaye ana swali anaweza akauliza. For 5 minutes I'll give a chance for anyone who has a question they can ask. Karibu. Welcome. Yote mwenye swali. Anybody with a question? Kwa sababu ukiuliza swali unaweza kupata nafasi ya kufahamu zaidi. Because if you ask a question, you'll get a chance of understanding better. Kuna mtu yote ana swali kuhusiana na mafundisho ambayo tumetoa leo hii? Is there anybody having a question about the teachings that we have given today? Kama hamna swali, maana yake ni kwamba somo limeeleweka, si ndio? If you have no question, it means you have understood the lesson. Kuna swali? Kama kuna swali, kama hamna? Is there any question? If there is no question, haya, kama kuna swali basi nitamaliza mafundisho hapa, lakini kesho na kesho kutwa tutaendelea kuwa na vipindi ambavyo baada ya mafundisho kuna kuwa na question and answers. If you have no question, then I'll end here, but from tomorrow we'll be having teachings and we'll be having chances to ask questions and receive answers. Ili kila mmoja ambaye anapita kwenye mafundisho haya aondoke bila kuwa na mashaka. So that anybody who's passing through these classes may live without any doubt. Kuhusiana na misingi ya mafundisho haya. Concerning the foundations of these teachings. Niombe Bishop Mlaki. Let me ask Bishop Mlaki. Tamshukuru Mungu kwa ajili ya mafundisho haya, alafu nitarudisha microphone kwa katibu aendelee na ratiba. To thank the Lord for this class, and then I'll return the microphone to the secretary. Tusimame. Let us stand up. Ni neema kipekee ambayo Mungu ametupa. It's a special grace that God has provided for us. Kuwaleta watumishi ambao watatufungua kwenye ufahamu. To bring servants of God who will open up our mindsets. Mungu ameliangalia kanisa la Tanzania. God is looking at the church of Acha Tanzania. niombe Mungu. Let me pray to God. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watumishi wako ambao umewaleta. Father, we thank you for your servants that you have brought in this nation. Angalia una makusudi makubwa na kanisa. You have a great purpose for the church. Kanisa limepita katika wakati mgumu. The church has passed through a difficult situation. Hatukuweza kuwa majibu ya washirika. We failed to be the answers for our church members. Kanisa limekuwa katika hali ya umaskini wa kutisha. The church has been in great poverty. Lakini wakati ambao umekusudia kanisa kwenda kufunguliwa. But now's the time that you want to set free, to liberate the church. Tupe ufahamu. Give us understanding. Tupe uelewa. Give us understanding. Ili tunapoenda kuyafanyia kazi haya. So that as we go and put to actions tukaanza kuona mabadiliko ya kanisa. That we may see the changes in the churches. Asante Roho Mtakatifu. Thank you, Holy Spirit. Kwa ajili ya watumishi wako. For your servants. Kwa ajili ya maono haya makubwa. For this great vision. Ambayo atalipa kanisa kupiga hatua. Which will enable the church to take a new step. Ambayo atalipa kanisa kutembea kwenye makusudi ya Mungu. Which will enable the church to walk in the purpose of God. Tunakusihi. We beseech you, Lord. Tupe moyo. Give us the heart. Wa kuendelea. The courage of continuing. Wa kuyatumia. Of using. Wa kuyapokea. Of receiving. Na kuyatendea kazi. And putting to action what we have learned. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Nimeomba. I have prayed. Thank you so much. Tunaweza kuketi kwa dakika 2-3 kabla tujaondoka. Makofi tena mengine kwa Bwana Yesu. We may be seated for 2 or 3 minutes before we leave. Great claps for the Lord Jesus. Nikupe kauli mbiu yetu ambayo tutaenda nayo mpaka mwisho. Let me give you the theme that we'll be using up to the end. Nikisema Christocrats, when I say Christocrats, tunasema we represent Jesus. We say we represent Jesus. Tunamwakilisha Yesu. Nikisema wana kristokrasia, if I say Christocrats, tunasema tunamwakilisha Yesu. We represent Jesus. Hem, twende tujaribu. Let us try now. Sasa bila mtafsiri. Without the translator. Maki atanivuruga huyo. Wana kristokrasia. Kinyonge namna hiyo kweli. Wana kristokrasia. Ewa, Christocrats. We represent Jesus,
Christocrats. We represent Jesus. Wana Kristokrasia. Tunamwakilisha Yesu. You sound so well as good representatives of God. Clap for yourself. Yani mmetoa sauti nzuri kama wawakilishi wazuri wa Mungu. Jamani, sisi ni wana Kristokrasia. Jamani, amina. We are Christocrats. Napenda kuivaa hii t-shirt kwa sababu inanirahisishia kuhubiri injili. I love to wear this t-shirt because it makes it easier for me to preach the gospel. Watu wanaposoma, when people read it, wanasema na hii ni nini? and they ask, what is this? Kwa sauti ya Apostle Biero, na hii ni nini? By using the pronunciation of Apostle Obiero. Basi wakiuliza huwa anageuka anawaambia soma na mgongoni. When they ask me, I turn around and tell them, read on the back. Akishasoma na mwakiliza, kesi imeisha. After they read, they turn around and say, the case is solved. Tunao ujasiri wa kusema tunamwakilisha Yesu. We have the boldness to say we represent Jesus. Tunaamini tunamwakilisha Yesu. We believe we represent Jesus. In fact, tumeteuliwa kumwakilisha. Kwa kweli we have been chosen to represent him. Hallelujah. Hallelujah. Watu wamelamba uteuzi wa ukuu wa wilaya. Yeah, people have been elected to be district commissioners. District commissioners. Wakuu wa mikoa and regional commissioners. Mawaziri. And ministers. Lakini sisi tuna uteuzi mkuu zaidi. But we have a greater tunamwakilisha Yesu. We represent Jesus. Tunapoelekea kumaliza, as we continue, we are heading to finish. Kwa sababu kesho tunaanza saa 3 asubuhi. Because tomorrow we begin at 9 o'clock. Mpaka saa 8. Up to 2. Tutapata swallowship. And then we'll get tutafanya swallowship. Hivyo. Fellowship ya tumbo na alafu tutakuja kwa session ya jioni. And then we'll come back to the evening session. Asubuhi ni wachungaji pamoja na viongozi wote makanisani. In the morning we'll have pastors and the church leaders. Itakuwa njema sana. We'll have a good time. Na tutakuwa na Dr. Alexander. And we'll be having Dr. Alexander. Na wahubiri wengine wazuri kabisa. And other good, wonderful preachers. Tunapofunga, as we conclude, ningependa nimuite Bishop Jean Cloud. I would like to call Bishop Jean Cloud. Na kwa leo nitamwomba Apostle Zozo. And for today I would like to ask Apostle Zozo anikubalie amtafsirie Bishop Jean Cloud anapokuja kutufungia. To accept and come and translate for Apostle Jean Cloud as he comes to pray. Niombe tumshangilie Bwana wanapokuja. Let us clap to the Lord as they come. Apostle Zozo pia karibu. Apostle Zozo, welcome also. Amen. 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 Pourquoi tu refuses même de dire amen? Sababu gani wewe unakataa kusema amina? Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Unaweza kusema amina ya mzuri, unasema na sauti kubwa. Amina. Un Christocrate doit être quelqu'un qui doit se mener dans toutes les langues. Mtu anaita mwenye kristokrasia anastahili aingie kwenye malugha yote. Dis à ton voisin, ambia jirani yako, je ne quitterai pas ce lieu comme j'étais entré. Sitaondoka mahali hapa vile nilivyoingia hapa. I need someone to do the new things this night. Paka vile anatoka mkusema, si mnasikia? Asante. Je préfère que quelqu'un puisse faire une nouvelle chose ce soir. Na itaji mtu mmoja afanye kitu kipya jioni hii. Dis à ton voisin, ambia jirani yako, je suis ici pour Christ. Niko hapa kwa sababu ya Kristo. Et je veux régner avec Christ. Na nitatawala pamoja na Kristo. Si toi tu fais semblant ce soir, kama wewe hii neno inafanya sawa haikuone wewe, sawa haikuangalie wewe. Amen. Amen. Sois heureux parce que tu es béni ce soir. Uwe mfurahivu kwa sababu umebarikiwa jioni ya leo. Il y a 5 minutes seulement qui m'a été donné. Wananipa dakika 5 bure
juu ya mimi kusema. Et dans ces 5 minutes, je veux seulement qu'on puisse lire un verset, après on termine. Na kwa hii dakika 5 tutasoma shairi moja tu na tunamaliza pale. On peut nous lire ça en swahili pour que tout le monde comprenne, ou en anglais. Watusomee kwa lugha ya utukufu ya Swahili. Ecclésiaste chapitre 10 verset 19. Ecclésiaste. Aha. Tusome Mhubiri Chapitre 10, 10. chapitre 10 sura 10 Verset 19. na verse yake ya 19. Tunajitahidi kusoma lugha ya Swahili. Karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko na divai huyafurahisha maisha, na fedha huleta zawabu. Dawabu na karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko na divai huyafurahisha maisha, na fedha huleta jawabu la mambo yote. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de roi? Amen. Amen. Vraiment, la langue nous fait défaut parce que si vous ne parvenez pas à comprendre à la hauteur, cherchez même à comprendre le verset biblique. Lugha inatutatiza. Kama hausikie jinsi inastahili, wewe ufuate namna ile maandiko inasema. On fait de repas pour se divertir. Wanafanya chakula kwa sababu ya kufurahishwa. Le vin rend la vie joyeuse. Na vinyo inaleta furaha kwa maisha. Et l'argent répond à tout. Na fedha inajibia kwa maneno yote. L'argent répond à tout. Fedha inajibia kwa maneno yote. Dans cette grande manifestation, hii kazi iende mbele na ipate kuwezekana. Si nous sommes en ce lieu, kama tuko hapa, même l'endroit, hata fazi yenye tunakaa, c'est de l'argent. Ni hela. Parce qu'on utilise le courant. Kwa sababu tunatumia umeme. On utilise même de l'eau à boire. Tunatumia maji ya kunywa. Et cela ne vient pas par l'esprit. Na ile yote haitoke kwa roho. Mais ça vient par l'argent. Ile yote inatoka kwa hela. J'ai besoin de te révolter, toi qui es en ce lieu. Ninapenda kupandisha hatua ndani ya akili yako. Quelqu'un m'avait conseillé dans la vie chrétienne. Mmoja alinishauria mu maisha ya Kikristo. Que la mendicité, kuombaomba, réduit l'homme, inashusha heshima ya mtu. L'église ne doit pas être mendiante. Kanisa haiwezi kuwa kanisa ya kuombaomba. Mais l'église c'est une armée forte. Lakini kanisa inakuwa jeshi kubwa ya nguvu. Que les gens de l'extérieur, hivi watu wa nje, voient waone que dans l'église, ya kama kanisani, nous avons des hommes forts. Tuko na waume wa nguvu sur le plan financier. Katika hatua ya hela. Et ça nous fera la fierté. Na ile itakuwa furaha kwetu. C'est pourquoi ndo kwa maana ce soir nous avons besoin de votre soutien financier. Jioni ya leo tunakuwa na lazima ya kila mtu kuleta ya kwake. Si vous voyez cette organisation, kama mnaona jinsi tunaandaa hii, ça demande de l'argent. Inaomba hela. Si tu fais semblant l'argent, kama wewe unafanya kama ile hela haikuangalie, l'argent va te fuir. Ile hela itakimbia inaenda. Mais si tu fais face à l'argent, lakini kama wewe unaangalia macho kwa macho kwa hela, l'argent va venir vers toi. Hela itakuwa kwako wewe. Amen. Amen. Ça c'est une étape des os. Hii inakuwa ni hatua ya mifupa. Ce n'est pas l'étape de la bouillie. Haiko hatua ya maziwa.
J'ai besoin de gens qui doivent réellement être musclés sur le plan financier. Niko lazima na watu wenyewe weko na ile nguvu kwa hatua ya hela. Lorsque je prends ça, Wakati nachukua hii mabasha, c'est pour que nous qui sommes en ce lieu, ni ya kusema sisi hawa tuko mahali hapa nous puissions contribuer. tulete ya kwetu. Et non pas avec la prière. Hatutakuwa juu ya hii kazi iende mbele paka juu ya maombi, hapana. Dans l'enveloppe, on ne met pas la prière. Ndani ya basha hawaweke maombi ndani, hapana. Mais dans l'enveloppe, Ndani ya basha on met l'argent. tunaweka hela. Watumishi wa Tanzania muko hapa? Les serviteurs de la Tanzanie, vous êtes ici? Simisikie. Watumishi wa Tanzania muko hapa? Les serviteurs de la Tanzanie, vous êtes ici présents? Watumishi wa Kongo muko hapa? Les serviteurs qui viennent de la République démocratique du Congo, vous êtes ici? Watumishi wa Kenya muko hapa? Les serviteurs qui viennent du Kenya, est-ce que vous êtes présents ici? Tunapenda tulete hela. Nous voulons donner l'argent. We need money for this moment. Paka vile anatoka mkusema. Hii wakati ni wakati ya hela. Ça c'est le temps de l'argent. 50 shilling. 50 shilling dash. Makumi tano ya shilling. Makuta yenu ya nyekundu tano. Makuta tano, hamsini. Hamsini, elfu hamsini. Kisha makuta 100,000 shilling. Elfu moja. Nyekundu Laki kumi. moja. Laki moja. Okay, laki moja ya shilling. Amen. Amen. Tunaanza na laki moja. Nous commençons avec Laki moja. oui, 1000 shillings. Laki moja. Napenda mtu moja wa Tanzania nitoshe haya na laki moja. J'ai besoin d'un frère de la Tanzanie qui peut se lever et qui nous donne ces 1000 shillings. Wapili wa laki moja. Merci. C'est 100 000, hein? Ok, 100 000. Watatu wa laki moja. Deuxième. Troisième. Celui qui peut donner 100 000. Waine wa laki moja. Quatrième personne. Wa laki moja. Quatrième personne qui donne 100 000. Napenda mama moja Mtanzania, mama moja wa Kenya, mama moja wa Congo. J'ai besoin de voir Laki moja. une maman de la Tanzanie, une maman du Kenya, une maman de la République démocratique du Congo donner 100 000. Tunapenda on soutenir ce travail. Tu supportes hii kazi. Tu supportes hii kazi. Napenda laki moja tukue bantu 10 hapa na vinesha. Nous voulons avoir 10 personnes pour 100 000 francs. Shilling plutôt. Chargé de finance tunaenda watu gapi hapa? Mwenye anaangalia maneno ya hela. Tunakuwa na watu ngapi? Kwa hivi tunabeba. Kwa hivi watu wanachukua basha. Tunakuwa na watu ngapi? Wale wanabeba laki moja weke mbele hivi yule. Mbahesabie. Sita kule. Nasi Kongo tunabeba laki moja inafanya ngapi? Même nous au niveau du Congo, nous venons de prendre pour 100 000. Kuna bakia mtu moja. Bantu wawili. Balaki moja. Kuna kwa bantu wits kwambia 8. 8. Kuna kwa wawili bule wa laki moja. Nani atabeba tena hii basha ya laki moja? Napenda watu wawili wabebe laki moja katikati. Ni ngapi? Na ngapi? Laki moja katikati. 50,000. Nani anaweza kuweka elfu hamsini? Nani? Kuya tu bien qu'on puisse soutenir cette œuvre. Uje tu support kazi hii.
Qui peut se faire violence? Nani anaweza kuamuka juu ya kusupport kazi hii? Nilikuwa nakuangalia baba. Asante. Mwingine wa kubeba ya F50. Nani? Wa mwisho wa kubeba F50. Baba kuja beba. Hapa ni maneno ya hela. Hatutakuya haraka. Kama wewe unakawa utakosa na basi nje. Wa mwisho wa 50. Asa hii ni abantu bote. Makuta ya huku nyekundu 2. Sijue nyekundu 2 ni ngapi? 20. Kuya beba. Wa 20 tutakuwa kwa haraka tusapoti kazi. Karibu. 20. Utaleta leo